Mwasu. 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 Aye, mwasu. Mwasu. Aye. Mbona kila ninalolipanga linashindwa kwenda sawa? Kuna kitu gani? Kuna kitu gani nyuma yangu? Au kuna kitu gani ambacho kimejificha? Ina maana dhamira yangu haitotimia kama Matata sasa aonekani, na yeye ndio alikuwa tegemeo langu. Nani sasa atanisaidia? Lazima nijue njia nyingine ya kufanya. Lazima nijue njia nyingine ya kufanya. Ngoja nitafute njia nyingine. Tatizo ni tamaa zimekuponza baba. Tatizo ni tamaa zimekuponza mzee Kasu. Mwasu. Mwasu. Niambie. Nakusikiliza. Samahani shemeji, na jambo nataka nikuulize. Jambo gani? Kama nitakuwa nakosea, naomba unisamehe kwa sababu mwenyewe pia ni binadamu. Kama unajua unachokiongea unakosea, usiniambie. Na kama upo sahihi,
na kuruhusu na kusikiliza. Hivi, una mpango gani na shoga yangu? Kwani kuna nini? Oya mjomba vipi? Mbona kama hivyo? Apacha mambo yako ya ajabu bwana. Mimi na hapa rafiki yangu naangalia nyuma. Hebu habari zako za Mombasa bwana. Wewe vipi Chiboy wewe? Nipishe nipite mimi bwana. Hivi wewe ni mgeni katika hichi kijiji? Yaani usitaki kujua kama mimi mgeni au sio mgeni. Fanya mambo yako. Shemeji, usiwe mkali kwa shoga yangu. Maana kwa sasa hana nuru kabisa yani. Amefubaa na furaha. Hata sijui kwa sababu gani. Kwa hiyo sasa mmekaa mkajadili ujinga wenu, ukaamua kunisimamisha mimi barabarani ili kuniambia maneno ya kweli? Unafikiri unachoongea kipo sahihi? Sasa nakwambia, kama mmefundishana ujinga na ukaamua kuubeba kama mjinga na ukaniletea mimi, nakwambia kuwa makini. Kuwa makini. Usije ukanielezea habari kama hizo tena. Kaka. Mdogo wangu. Karibu karibu. Karibu tukae. Kaka. Niambie mdogo wangu. Kuna jambo kuja kukushirikisha. Jambo gani hilo mdogo wangu? Maana nimechanganya sana kaka. Sasa unaponiambia hivyo mdogo wangu unanichanganya, alafu mimi mwenyewe pia unanitia pressure. Kwanza sijakuzoea ukiwa katika hali hiyo. Unaona? Hebu niambie ni kitu gani ambacho kinakusibu ili tujue tunalitatuaje. Kaka, inanipa sana hofu. Unajua mjomba Matata ana siku ya 4 sasa yupo nyumbani. Unaona sura yako ilivyoshikwa na haya, si ndio? Unaona sura yako ilivyoshikwa na haya? Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? Ambaye unakaa unashindwa kukaa na kitu moyoni mwako? Paka unaamua kwenda kutangaza kwa majirani, kwa marafiki, kwa vitu ambavyo tunavifanya hapa ndani kwetu. Kwani kuna nini mume wangu? Mbona sijui chochote kinachoendelea hapo? Kwani kuna nini Kwa maana ninachozungumza hapa ukielewi, si ndio? Ninachokizungumza wewe uelewi? Sikiza nikwambie mume wangu. Yaani ni vema uniambie tatizo ni nini kuliko kuja kunifokea ama Nisikilize. Mama Matata? Ndio kaka. Na wewe alikuwa anaenda wapi?
Mimi aliniaga anaenda kwa mzee Kapongo, yule mzee mgeni hapa. Sasa yaani kaka si nikwambiaje, maana sielewi. Mdogo wangu, unajua hizi taarifa ni nzito na sio nyepesi kama unavyodhani wewe. Unajua mpaka sasa hivi haujui yupo katika hali gani na hatujui yupo katika mazingira gani, na siku zote 4 hizo haonekani nyumbani. Wewe ulishindwa vipi kuja kuniambia mdogo wangu? Mimi sinajua kama kaida hao wanapenda kwenda polini siku 3, siku 2, siku 4. Ukatazao umekaa. Kwa nikajua hiyo ni kawaida. Kilichonichanganya zaidi mpaka kupata hofu mpaka nakuja kukwambia hivi kaka, baada ya mzee Kapongo kuja kumuulizia. Yaani kifupi nimechanganyikiwa hata mimi. Yaani tena nimechanganyikiwa sana. Ila sawa. Mimi nashukuru kwa taarifa ambazo umeniletea. Na nitazifanyia kazi. Na nitapambana kujua mjomba huko ipo katika hali gani na ipo katika mazingira gani. Labda nikuondoe hofu tu mdogo wangu. Kuwa na amani. Kuanzia sasa hivi nitatoka kwenda kumfuatilia mjomba. Na tutampata tu. Sawa kaka, jitahidi. Unajua mjomba mwenyewe ndio huyo alobaki tunamtegemea. Usijali. Haipo baba wala mama, tumebaki na mjomba tu. Na pia mdogo wangu, mambo kama haya yanapotokea, uage unatoa taarifa mapema. Itakuja kutokea shida ambayo tunashindwa kuitatua. Afu mwenyewe unajua hali zetu nyumbani sisi ziko vipi. Sawa kakaangu, kila laheri basi mfuatilia. Sitohitaji kuona uzembe kama unajirudia tena. Naomba uwe makini sana. Sawa. Okay, sawa. Mimi nimekuelewa. Acha nilifanyie kazi. Tena unisikilize vizuri, unisikilize kwa umakini. Usijifanye wewe ni Taila. Tena usijifanye wewe hujui ninachokizungumza. Kwa maana ninachozungumza hapa ukijua, si ndio? Sawa, nimefanya kosa gani? Niambie kosa langu nini nijirekebishe. Kosa lako ulijui eh? Sasa ningejua. Nasema kosa lako ulijui? Sasa mwanangu ningejua ningekuuliza lakini. Endelea na hayo maisha unayoyataka. Nisikilize vizuri. Kwa hiki nilichokufanyia na nitachokuja kukufanyia, kikubwa kinakuja. Unamaanisha nini kusema hivi? Alinifanya kitu gani? Au ni kitu gani ambacho anataka kuja kunifanya? Mungu naomba unisaidie. Mama Mwasu analia, Mwasu wapi umepotea, uko wapi? Jojo. Oh, shikamoo baba. Malaba, ujambo? Si jambo za huko. Huku sio mbaya, sio nzuri. Vipi nyinyi mnaendeleaje? Sisi tunashukuru Mungu tunaendelea vizuri. Vipi kaka, alifika salama? Kwani kaka alitoka huko nyumbani? Ndio, ametoka huko muda mrefu. Nafikiri atakuwa amefika. Huku mbona hajafika? Atakuwa ameenda wapi? Hajafika? Huku hajafika kabisa. Mbona ametoka huko muda mrefu? Na nilifikiri kuwa atakuwa amefika huko, maana alisema anakuja kuangalia. Mimi sijamuona huku. Basi sawa, lakini hata hivyo mimi pia nilikuwa najiandaa kuja huko. Nafikiri kesho mapema nitakuwa nimefika. Jojo, hapana. Wewe huku usije, sawa? Wewe huku usije. Subiria kwanza. Maana kaka yako sijamuona. Sasa nisije nikapata mitihani miwili kwa wakati mmoja. Kwa nini nisije baba? Mimi nakuja, utakuja kumtafuta tukiwa huko. Jojo, nimesema wewe usije huku. Uko wapi? Uko wapi?